Kama mnakumbuka, tangazo letu lilizungumza vitu viwili: ndoa na familia na malezi tunapenda kwa ujumla. Lakini lazima wote tuelewe, hakuna familia bila ndoa. Hakuna familia bila ndoa. Kwa hiyo kinachoanza ni ndoa. Na ndoa ni agano na kiapo kinachokuwepo kati ya watu wawili ambao wamekubaliana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani ukikuta mtu ameingia kwenye ndoa hakuna agano, hakuna kiapo, hii ndoa lazima itakuwa na shida. Kwa hiyo kinachoanza ni agano na kiapo. Kwa nini agano na kiapo? Kwa nini? Kwa sababu ndoa inahusisha watu wawili ambao ni tofauti kabila, yawezekana tofauti historia, tofauti malezi, tofauti kila idara. Yaani mnakutana na mtu ambaye hajawahi kuwa karibu yako au hamjalelewa pamoja. Sasa ili huyu mtu uweze kuambatana naye, lazima kuwe na kitu ambacho kinawaconnect, kinawaunganisha. Moja ya vitu ambavyo vimekuwa vya kawaida vikituunganisha ni agano na kiapo ambacho tunakipata kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Huo ndio msingi sasa wa ndoa, unaanzia hapo. Wakati huo ukumbuke, huyu mtu ambaye unaenda kuungana naye hana tabia kama ya kwako, hana hisia kama za kwako, hakuna kitu ambacho unafanana naye, hana tabia kama za kwako, hakuna kitu ambacho unafanana na huyu mtu. Wewe ni tofauti kabisa. Na tafiti zinasema hakuna ambao wamewahi kutana wanaendana, hawapo. Sasa kama unakutana na mtu ambaye huendani naye na huwezi kuendana naye, inakuwaje? Na saikolojia inasema hivi, na usimfanye huyu mtu kuwa kama wewe unavyotaka. Kwa hiyo ni kosa la jinai kuwa baba au kuwa mama kumfanya mke wako awe kama wewe. Haiwezekani. Hapo unakuwa unatumia mfumo dume ambao hauna maana. Kwa hiyo kumbe huyu mtu mwache hivyo hivyo na tabia yake, na wewe ubaki na tabia yako. Mungu anafurahi nyie watu wawili sasa mwisho wa siku mkija kushabiana na kuendana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kumbe jambo la msingi, usimfanye mke wako kuwa kama wewe ulivyo. Ni kosa kubwa. Na yeye asitake ufanye kama yeye alivyo. Mwache na utofauti wake. Utofauti huo ndio utakaofanya mwisho wa siku muinuke kuwa watu wa viwango vya juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba mpige makofi kwenye hilo. Kwa hiyo ndoa ipo kwa sababu ya kusaidiana. Ipo kwa sababu ya kutaka kuendana. Ipo kwa sababu ya kufaidika na mwenzio. Ndio hiyo misingi sasa ya ndoa. Yaani ndoa ipo kwa sababu ili muweze kusaidiana, ili muweze kushirikiana, kutambuana na kuendana. Katika muktadha wa Mungu, unapozungumza kusaidiana, ni kwamba huyu mwanamke ambaye unakuja kuwa naye kwenye ndoa, tunamsaidia vitu gani? Mungu anasema kwa kila mtu ambaye ni mtu mzima, amemweka huyu mtu ili aweze kukua, ili aweze kustawi, ili aweze kuzaa matunda, ili kuwa mtu wa viwango. Huyu ambaye ni mwanandoa wako, Mungu amemweka katika huo msingi kwamba ni mtu muhimu sana. Mungu anataka adhihirishe kile alichokiweka kidhihirike, ambacho Mungu amekiweka kwake. Kwa hiyo wewe ambaye unakuwa naye kwenye mahusiano ya ndoa, ndio wa kumsaidia karama yake iweze kuonekana. Ole wako wewe mama, wewe baba ambao unamfanya mke wako adidimie asiinuke.
Bwana Yesu asifiwe sana. Ni jambo gumu kweli kweli. Kwa hiyo tupo kwa sababu ya kumsaidia mwingine ili aweze kuonekana. Ndio Mungu anachokitaka kutoka kwako. Kama ni mwanaume, Mungu anakutaka umsaidie huyu mama kile kitu kilichofichika ambacho Mungu amekitunza kwa huyu mama, mwisho wa siku tukione. Bwana Yesu asifiwe sana. Msaidie huyu mama, huduma yake iibuke, iwe inaonekana. Msaidie huyu mama awe na malezi bora kwa watoto wako. Msaidie huyu mama awe ni mtu ambaye jamii inamtazama kama mtu mzuri. Na wakati huo na wewe mama, msaidie huyu baba aweze kudhihirika, uwezo wake uweze kuonekana. Ndio jukumu lako, ndio tunasema kusaidiana. Sio kusaidiana kuleta chakula nyumbani, havina maana. Hakuna mtu ambaye hali. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo shetani baada ya kuona ndoa ni kitu cha msingi, amekuja kuleta vitu vya kwake ambavyo tumeanza kuvifikiria kama ndio vitu vya msingi kwenye ndoa. Mwisho wa siku ndoa imekuwa ni style. Msingi wa jamii yoyote ni uwepo wa familia. Na msingi